Hello, today we are talking about something very important in your health. Are you ready to hear me? Listen to the end. Today we are going to talk about liver, ini. Je, kuna ukweli gani kuhusiana na ini? Ini ni ogani kubwa zaidi ndani ya mwili. Ini linapatikana upande wa kulia wa kiwiliwili chako nyuma ya mbavu zako. Ini linaweza kujikarabati lenyewe na kutengeneza tishu mpya zenye afya. Lakini seli za ini huvunjavunja mafuta na kutoa nguvu mwilini. Lita 1.5 ya damu hupita kila dakika kwenye ini lako. Baadhi ya kazi za kawaida za ini ni pamoja na kutoa nyongo-dutu ambayo inahitajika kusaga mafuta, kubadilisha ammonium kuwa urea ambayo ni muhimu katika kimetaboliki, kuhifadhi na kutoa glucose, kudhibiti kimetaboliki, lakini pia kuhifadhi vitamini pamoja na chuma. Je, ugonjwa wa ini ni nini? Ugonjwa wa ini ni hali yoyote inayoharibu ini na kuathiri vibaya utendaji wake wa kazi. Na ugonjwa wa ini uliodumu kwa muda mrefu basi unaweza ukasababisha athari kubwa isiyoweza kurekebishika. Na uharibifu wa ini unaweza ukasababishwa kwa njia kadhaa. Kuvimba kwa ini kama inavyoonekana kwenye hepatitis, lakini kuzuia mtiririko wa bile kama inavyoonekana kwenye cholestasis, lakini uwekaji wa cholesterol ya ziada kama inavyoonekana kwenye steatosis, uwekaji wa mafuta ya ziada kama inavyoonekana kwenye ini yenye mafuta na upanuzi wa ini, kovu na uharibifu wa tishu kama inavyoonekana katika fibrosis pamoja na cirrhosis, seli za saratani zikipenya kama inavyoonekana katika saratani ya hepatocellular. Je, ni aina gani ya magonjwa ya ini? Magonjwa ya ini yako zaidi ya 100, lakini baadhi na yanayotambulika ni hepatitis virus. Hepatitis virus ina maana ya kuvimba, ambao hiyo hutambulishwa kuwa ni homa ya ini. Kuna hepatitis A, B, C, D na E, lakini hepatitis A na B zinaweza zikazuilika kwa chanjo. Hepatitis A mara nyingi anakuwa ni mpole na wagonjwa wakati huo hufanya ahueni katika miezi miwili, lakini kuna chanjo inayofaa dhidi ya hepatitis A virus. Hepatitis B, uharibifu wa ini unazidi kuendelea kutoka kwa kuvimba hadi cirrhosis na hepatocellular carcinoma. Hakuna tiba ya HBV, lakini kinga, chanjo pia zinapatikana. Hepatitis C ni sawa na HBV ambayo inaweza ikasababisha uharibifu mkubwa wa cirrhosis na husababisha hepatocellular carcinoma ambayo ndio saratani ya ini. Na saratani ya ini ni ukuaji wa seli zisizo za kawaida na zenye afya katika ini. Hepatocellular carcinoma ambayo ni aina ya kawaida ya saratani ya ini, ila hepatitis B pamoja na cirrhosis ndio sababu kuu za saratani ya ini. Je, ni nini sababu za magonjwa ya ini? Ni maambukizi ya virusi vya hepatitis, lakini matatizo ya mfumo wa kinga, hepatitis ya autoimmune pamoja na cirrhosis ya msingi wa Bill. Genetics, ukuaji wa saratani zingine, unywaji wa pombe kupita kiasi, kutumia dawa ambazo zinaenda kuharibu ini, lakini pia mkusanyiko wa mafuta katika ini. Je, ni nani aliye katika hatari kubwa ya kupata magonjwa ya ini? Ni watu wote wanaokunywa pombe kupita kiasi, watu wanaochangiwa sindano, hususan ni wale wanaotumia madawa ya kulevya, wale wote wanaotumia sindano ambazo hazijachunjwa katika kuchora tattoo, ngono isiyo salama, mfiduo wa kemikali pamoja na sumu, na magonjwa ya kimsingi kama vile kisukari. Je, ni hatua gani za ugonjwa wa ini? Hatua ya kwanza ni kuvimba. Bila kujali sababu ya ugonjwa wa ini na DAT, ini hupata kuvimba na husababisha maumivu ya tumbo. Ikiwa hujatibiwa, kuvimba kunaweza kusababisha uharibifu mkubwa katika tishu. Hatua ya pili ni fibrosis. Mara nyingi magonjwa ya ini hayawezi kutambuliwa hadi hatua ya pili. Fibrosis ya ini inaonyeshwa na makovu katika tishu ambayo inaweza kuathiri mtiririko wa damu kwa ini na ini. Hatua ya tatu ni cirrhosis ya ini, ni hali ya kudumu ya muda mrefu inayoonyesha kovu la kudumu ambalo huzuia mtiririko wa damu kwenye ini. Hatua ya 4 ni kushindwa kwa ini. Kushindwa kwa ini pia hujulikana kama upungufu wa ini. Ni hali ambayo utendaji wa
kawaida wa ini huanza kushindwa kabisa. Sehemu kubwa ya ini huathiriwa na uharibifu usioweza kurekebishika. Hivyo, ini hushindwa kufanya shughuli zake za kawaida. Baadhi ya dalili za magonjwa ya ini ni pamoja na uchovu wa kudumu, kupungua kwa hamu ya kula, kukojoa mkojo wenye rangi, kuvimba kwa kifundo cha mguu au mguu, kuvimba na kupata maumivu ndani ya tumbo, kujisaidia kinyesi chenye rangi ya lami au rangi ya udongo, kupata ngozi kuwaka moto, lakini pia rangi ya njano katika macho na ngozi ambayo inajulikana kama jaundice, pamoja na kutapika. Sasa je, unawezaje kuepuka magonjwa ya ini? Unatakiwa uache kunywa pombe kupita kiasi, lakini pia uache kuvuta sigara, uache kuchangia sindano, hasa wale wanaotumia madawa ya kulevya, lakini pia uachane na vitu vyote ambavyo vinaenda kupelekea sumu ndani ya mwili. Mimi nitakusaidia tu kwa leo kuweza kupata hizi dawa za kusafisha ini lako. Dalili zozote zile za ini, saratani, magonjwa yote niliyoyataja hapo, kuanzia hatua ya kwanza ya ini, hatua ya pili ya ini, hatua ya tatu, tuko na dawa zimebaki pisi 3 tu. Kwa hiyo ni wewe kuwahi kama unayapenda maisha yako. Karibu sana Calvary Herbal Medicine.